Mambo vipi mtazamaji wa Mwamu TV? Ikiwa ni mara yako ya kwanza unaangalia Mwamu TV, subscribe, share, like pamoja na kucomment. Ikiwa wewe ni fancy shabiki yangu long time, tupo bega kwa bega, ucomment, like pamoja na kushare, au sio? Nazime macho yako pamoja na masikio kuitazama hii movie. Movie inaanza kwenye hoteli moja hivi ya kifahari. Baba na mwana wakawa na diskasi wale nini. Dogo akasema nataka supu. Baba yake akamwambia okay, supu ni nzuri, hivyo tutapata supu ya bamia. Mhudumu akafika pale. Habari za mchana mabwana, nimekuja hapa kwa ajili ya kuchukua oda zenu. Mzee akasema niletee supu ya bamia. Bidada akawa anaandika supu ya bamia. Alafu na nini? Mzee akasema na samaki. Mhudumu akamuuliza mzee na kitu kingine? Mzee akasema hapana. Akaenda kwa kijana. Kijana akasema mimi nahitaji chochote utakachonihudumia ni sawa tu. Akamsifia akamwambia wewe ni mzuri sana bidada. Bidada akamshukuru akasema nazungumzia kuhusiana na swala zima la oda yako. Unahitaji nini? Mwamba akamuuliza upo kwenye menyu? Bidada akasema hapana, mimi sipo kwenye menyu. Basi Mwamba akasema sawa, naomba uniletee wali. Alafu hakikisha namba yako ya simu pia unaiweka pembezoni. Bidada akamuuliza na kitu kingine? Mwamba akasema nahitaji kutoka mtoko na wewe nikutoe out. Bidada akamwambia okay sawa, ninawaletea oda yenu. Mwamba akaongezea naomba uniletee na chupa ya mvinyo waini. Wakabaki baba na mwana sasa wanadiskasi pale. Dad, mzee akasema nilizani unataka supu. Jamaa akasema sinaruhusiwa kubadilisha mawazo yangu. Basi mhudumu akarudi na vinywaji pale, akaweka mezani, akachukua glasi akaziweka vizuri. Wakati huo jamaa anaangalia, mtoto ameumbika misli ya malaika. Basi bidada pale akafungua ile waini, akawa anamimina pale kwenye zile glasi. Jamaa bado alikuwa anamwangalia bidada, anamsaminisha yani. Aisee, huyu bidada atakuwa ameumbwa na Mungu nyakati za mchana jua kali linawaka nini. Bidada akachukua namba ya simu akaiweka kama alivyoagiza jamaa. Basi jamaa akajitambulisha, jina langu naitwa Aiki. Bidada akasema anaitwa Lozi. Basi Aiki akamtambulisha akasema huyu ni baba yangu. Basi bidada akasema ngoja nikamalizie kuwaletea maakuli. Bidada aitwaye kwa jina la Lozi akiwa counter. Wakati huo mzee anamuuliza kwa hiyo umenitambulisha huyu binti kwangu? Mwamba akasema unajua nilipokutambulisha wewe kwake ina maana inakuwa naonekana nina dhamira nzuri tu kwake. Basi mzee akamwambia nakujua kijana wangu, kesho tu unamsahau huyo bidada. Mwamba akasema hata hivyo ni mhudumu tu wa kawaida. Pale counter wenzake wakawa wanamuuliza Lozi, yani wewe umempa namba yule jamaa? Hebu nisikilize kwa makini, wewe ni bidada mpya hapa, yule jamaa ni mchezeaji tu wanawake, yani yule jamaa ni penda yani. Basi bidada mwingine pale counter akawa anamwambia huyo jamaa anapenda wanawake tofauti tofauti kama wewe yani. Lozi akauliza kama mimi kivipi yani? Wenye makalio makubwa na matiti makubwa. Kwa hiyo bidada mwingine akawa anamshauri anamwambia ni vizuri kama utakaa naye mbali. Lozi akasema hata hivyo hayo ni mambo yake ya zamani, hata hivyo amenitambulisha kwa baba yake. Sasa bidada akamwambia kwa hiyo alikutambulisha kwa baba yake, unadhani kwamba unafaa kumwamini huyo mtu? Ushauri wangu wa bure ni kwamba kaa naye mbali, huyo jamaa sio mtu mzuri. Lozi akasema unajua nyinyi hamjui kwamba yalikuwa ni maisha yake ya zamani, labda kama kupenda. Kwa sasa hivi atakuwa amebadilika na ametulia. Huyu bidada akamwambia matajiri huwa siku zote yani hawezi kupenda waiter kama wewe wa kawaida yani. Bidada mwingine akamwambia wewe mwache wewe, kama anataka kwenda kumjaribu aende akajaribu. Basi bidada akamtakia tu bahati njema, aende kujaribu bahati yake. Nilikuambia jinsi ulivyo mrembo. Bidada akasema asante. Mwamba akasema kwa hiyo sasa vipi, tunachukua chumba kwenye hiyo hoteli au tunaenda nyumbani kwangu? Lozi akauliza hotelini au nyumbani kwako? Mbona sikuelewi? Kwa nini tusiende sehemu labda ya ufukweni, na maanisha ni bora zaidi? Mwamba akasema maeneo yao yana kelele sana, so nataka sehemu ambayo imetulia sana ili tuongee, nataka tuweze kujuana zaidi. Vipi, kwani unataka kujua kuhusu mimi? Bidada akamwambia nataka kujua kila kitu kuhusu wewe. Kwa hiyo Mwamba, kwa hiyo sasa vipi? Wakanyanyuka sasa wakawa wanaongozana kwenda. Yani Aiki ni noma sana yani, apendagi kupoteza wakati, apendi kupoteza muda. Mida tunaona wawili wakiwa wanatoka kwa pamoja sasa hotelini, wakiwa wamefurahiana sana yani. Lozi na Aiki wakiwa kwenye gari, Aiki akamwona mtoto mrembo amesimama njiani, akaona apaki gari kwa mbele yani. Akaanza kumwambia Lozi sasa, nimekumbuka kwamba kuna kikao cha muhimu sana, yani siwezi kuamini kwamba nimesahau yani. Kwa hivi kwani ni mbali sana kutokea hapa? Bidada akamwambia hapana, sio mbali sana, basi nitakupigia simu. Lozi akauliza ina maana hutaki kunifikisha, mbona sio mbali sana? Aiki akamwambia sikiliza, cha kufanya tutaonana baadaye, nitakupigia simu na nitakuona. Basi Lozi akasisitiza inabidi basi unitafute. Basi Lozi akashuka kwenye gari, Aiki akageuza gari huyo ili aende huko ambako amesema ni ofisini. Aiki akufika mbali, alisimama kwa mtoto mzuri yule ambaye alimuona barabarani. Lozi akawa anaangalia tu kwa mbali. Mwamba anamsifia tu bidada, wewe ni mzuri sana yani. Vipi, unaita
unahitaji usafiri nikusogeze kidogo? Bidada akamwambia nahisi kwamba mwanamke wako anakusubiri pale, umemshusha. Mwamba akasema yule sio mwanamke wangu, sio mimi, yule sio wa kwangu. Basi Ike akaanza kumwambia angalia, nilikuwa nikienda kule nikamshusha yule, ni binamu yangu, nikaona nigeuze gari langu yani. Kwa hiyo unajua mwanaume akiona mwanamke mzuri angalia mara mbili sana. Jina langu naitwa Ike. Bidada akasema sawa, utaniambia jina langu? Basi bidada akajitambulisha, jina langu naitwa Sonia. Mwamba akaomba namba ya simu pale, bidada akakataa. Mwamba akasema nimemwacha binamu yangu pale, afu nimekuja kwa ajili yako. Bidada akamwambia sawa, kama unaweza peleka kule napotaka nitakupa namba yangu ya simu. Basi Mwamba akamkaribisha bidada. Wakati huo Rose kasimama tu anabunga macho, aamini yani kile kinachoendelea. Usiku bwana Ike na Sonia wakiwa nyumbani, yani Ike kampeleka mtoto mzuri nyumbani kwake chumbani. Ike akamuuliza Sonia, uko sawa? Sonia akajibu ndio. Sasa kumbe Ike bwana anaishi na baba yake. Baba Ike akasogea kidogo mpaka mlangoni kwa mwanae Ike, akasikilizia, akasikia maongezi yakiwa yanaendelea ndani ya chumba. Akasikitika tu, anamjua mwanae ana tabia ya ajabu tu, anabadilisha tu wanawake kama nguo. Mwamba akawa anamwambia bidada kwamba ukihitaji chochote niambie. Asubuhi kwenye jengo la kifahari, baba Ike akiwa anajipatia kifungua kinywa pale, Ike akasogea pia mezani, akamsalimia habari za asubuhi baba. Baba yake akaitikia salamu, akamwambia kulikuwa na mgeni usiku wa jana? Mwamba akasema mgeni ameshaondoka asubuhi na mapema sana. Mzee akamwambia hivi bado utaendelea kuleta wanawake kwenye hii nyumba? Mwamba akasema sio kosa langu. Mzee akamwambia hiyo sio heshima, unaleta wanawake tofauti kwenye nyumba yangu. Mwamba akamwambia baba, nilitaka kuondoka kwenye nyumba hii ili niwe na mahali pangu mwenyewe, yani ili niwe na uhuru wangu. Ulisemaje kwani? Kumbukumbu zikawa zimewarudisha kidogo nyuma. Mwamba akiwa anamwambia baba yake, baba nataka niende nikatafute nyumba yangu mwenyewe. Mzee akamwambia kwani hii sehemu ina nini? Mwamba akamwambia baba, unajua nahitaji nafasi, nahitaji kuwa huru zaidi. Mzee akamwambia kwani kuna tatizo gani kwenye hii nyumba? Hii ni nyumba yako na umerudi kwa baba yako, nitafurahi sana kama utaishi na mimi. Kwani unataka kunitelekeza kwani? Mwamba akasema unajua nahitaji nafasi. Mzee akamwambia nahitaji uwepo hapa, hii ni nyumba yako, kwani unataka kuniacha peke yangu? Mwamba akasema hapana, sitaki kukuacha mwenyewe, ila nahitaji maisha yangu, nahitaji nifanye mambo yangu. Mzee akamwambia unaweza kukaa hapa, unajua sitaki kuwa mwenyewe. Basi Mwamba akakubali tu. Tena alimuuliza baba, una uhakika? Mzee akamwambia una uhuru wote, hii ni nyumba yako. Basi Ike akakubali, wakagonga tano pale. Yani mzee anampenda mwanaye, anamchukulia kama msera hivi, wanaishi kisera sana. Kumbukumbu ikawarejesha sasa pale kipindi wanakunywa chai. Mwamba akamwambia hili sio kosa langu mzee, nilikwambia nataka nitafute nyumba yangu mwenyewe, lakini kile ambacho ulisema hutaki kubaki peke yako, ukasema tuweze kuishi pamoja. Mzee akamwambia maisha yako tu ndio yananichukiza yani unaoishi. Mwamba akamwambia mimi ni kijana, nahitaji niishi maisha yangu yani. Kwa hiyo Mwamba akasema sitaki niigize kwenye umri wako, acha ni ile ujana bwana. Tunahamishwa mpaka ofisini. Kipindi anapanga mafaili yake bwana Ike, baba yake anaingia ofisini akiwa anamsifia, hongera sana mwanangu. Mzee akawa anamuomba kijana wake kwamba watoke waende kupata chakula kwa pamoja. Mara simu ikaingia pale, simu ya Ike. Ike akapokea, hello Rosie, shingapi unahitaji? Okay, sawa, tuonane jioni. Akakata simu. Kwa hiyo namtumia pesa muda huu? Mwamba akasema baba, kawaida tu. Mzee akamwambia vipi kuhusiana na kupata chakula kwa pamoja? Mwamba akawa anaita sababu kwamba mimi siwezi baba. Basi mzee hakuwa na neno jingine, akaondoka zake tu. Mida anaonekana Rosie nyumbani kwa Ike. Mara mlango kabishwa, sio alikuwa anaenda jikoni huyu, ikabidi aende kufungua mlango. Ile anafungua mlango tu, Rosie akawa anasikika akimuuliza ni wewe tena? Rosie akamwambia naongea na wewe, hebu mwache mwanaume wangu. Ike akafika pale akamkumbatia Sonia, uko hapa? Rosie akamwambia kwa nini unanichukulia hivi mimi? Yaani unamuita mwanamke mwingine na mimi niko hapa? Ike akawa anamuuliza Sonia, kwa nini ukuniambia kama unakuja? Sonia akajibu nimekuja kukusurprise. Rosie akamwambia Ike, mwambie huyu aondoke. Ike akamwambia kwa sababu yuko hapa, mbona tunaweza kuwa wote hapa watatu, ni sawa tu. Rosie akamwambia hapana, aondoke, nataka aondoke. Sonia akasema mimi sijali. Rosie akampiga kofi Sonia. Rosie akamwambia nataka uondoke hapa, umwache mwanaume wangu. Ugomvi kama mkubwa, Ike ikabidi agombanishie pale wasigombane. Rosie akamwambia naomba umwambie aondoke humu. Ike ikabidi amwambie Sonia unaweza ukaondoka. Sonia akasema siondoki popote. Rosie akataka kumbutua pale. Rosie akamwambia nataka aondoke hapa, hawezi kuwa hapa. Sonia akamwambia wewe ukitaka kuondoka uko huru, ondoka. Basi ugomvi ukawa mkubwa. Rosie akambeba pale mkuku akawa anamtoa ndani. Ugomvi ulikuwa ni mkubwa sana yani. Ike alishindwa kugombezea tena. Rosie akawa anamwambia nitakuonyesha kitu kibaya sana kama utaendelea kumngangania bwana
mwanangu. Sonia naye anawaka. Waligombana hawa walembo wawili. Rose alimvua mpaka wigi bidada Sonia pale. Sonia naye akamvua Rose wigi. Basi ukafika wakati Ike yuko peke yake, anasema huyu Rose anavuka mipaka. Sasa inabidi nimwache tu. Ike kawa anafikiria mwanamke gani amwite kwa muda huo. Anaangalia kwenye namba kwa sababu alikuwa na ugumu. Akakumbuka kuwa na demo mmoja hivi. Akasema neka so vibaya, hebu ngoja kwanza nimpigie simu. Ngoja nimpigie Joy. Akacheka kidogo, akakumbuka kwamba Joy hapana Joy siwezi kumuita Joy. Akakumbuka yeye na Joy ilikuwaje. Alimtimua Joy kama mbwa. Wakati huo Joy anabembeleza tu, nakupenda Ike, nakupenda jamani, nakupenda tena, nakupenda sana. Ike hakuwa anamuelewa kabisa Joy. Mlinzi kafika pale, Ike anagombana na mlinzi. Hebu nitolee huyu mwanamke, wewe nitakutimua kazi wewe. Ina maana unanisikia mimi? Wewe huwezi kufanya kazi. Hebu nitolee huyu mwanamke hapa. Bila Joy anamwambia nitajua mwenyewe kama utaniacha. Yule mlinzi security akawa anamtoa pale, hebu ondoka bwana wewe bidada, umeshakataliwa, umeshaachwa. Joy analalamika niache. Basi zilikuwa ni kumbukumbu tu za Ike. Akasema hapana, ngoja nimpigie Fatma au nimpigie Sonia. Akampigia Sonia. Sonia, mambo vipi? Niko poa mimi. Ndio, uhakika unaweza kuja tu, uko huru kuja. Basi nitakuona hivi karibuni, au sio? Ugumu wake anakuja kuumalizia tu kwa Sonia. Akasema sawa, hii nzuri. Basi mida Sonia akawa amefika pale. Sonia alikuwa ni mwanamke mmoja hivi mchumaji tu wa pesa yani. Mida Ike pamoja na baba yake pamoja na Sonia wakiwa wanakula kwa pamoja. Sonia akasema baby, nataka ninunue begi. Ike akamuuliza kiasi gani? Sonia akajibu ni 1000. Ike akamuuliza ni naira. Sonia akasema ni dollars. Ike akamuuliza yani begi hilo ni $1000. Basi mzee akawa anasikitika tu pale. Ike akasema hebu nionyeshe. Sonia akamwambia hili begi hili unavyoliona ni $33 na hili ni $50. Basi hebu nipe anwani yako. Bidada akasema tunaweza tukatumia anwani ya hapa. Basi Ike akanunua yale mabegi bwana. Ike akasema tayari. Sonia alifurahi, Mungu wangu jamani, wewe ni bora zaidi. Basi babake na Ike alichukia sana, akaondoka zake pale. Ike aliona babake kwamba amekasirika, ila akavunga tu. Upande wa pili bwana, mzee Ike akamwita mwanae Ike. Kulikuwa na jamaa amekaa pale. Mzee kuna baadhi ya nyaraka alikuwa anaziandika muda huo. Akaweka vizuri makabrasha yake, akachukua kamkongoja kake pale, akasogea walipo wale vijana wawili, yani Ike na yule mwamba pembeni pale. Mzee akasema mwishoni mwa Oktoba hii nitastaafu na nafasi yangu nitawaachia kati yenu nyinyi wawili hapo. Nyote wawili mna vigezo. Ike kidogo akashtuka, hakuelewa. Ike akamuuliza mzee wake unafanya nini? Mzee akasema kwamba najua umehitimu na una GP ya 4.6 katika shahada yako na masters ya chuo kikuu cha Toronto na umefanya mengi sana kwa ajili ya hii kampuni. Akampiga makofi. Akasema lakini binamu yako hapo pembeni ana GP 4.3 katika shahada yake ya kwanza. Tangu awe mkuu wa uzalishaji katika kipindi cha miaka 3 iliyopita, tumekuwa na mafanikio makubwa sana ya kampuni yetu, na kwa kawaida mwanangu unapaswa kuchukua mikoba yangu, biashara yangu. Lakini hii ni biashara ujue, haihusiani na mahusiano ya undugu. Kwa hiyo acha kati yenu mtu mmoja bora ashinde. Ike akasema huu ni ujinga kabisa, akaondoka zake. Sasa mzee anataka kuwashindanisha hawa wawili, yani Ike na binamu yake. Huyu mwamba ni binamu yake na Ike. Binamu akamfuata. Unajua nini mjomba? Naweza nikaongea na wewe? Mzee akamwambia ongea tu. Mjomba, kwani unafanya hivi? Mzee akamwambia unajua umefanya kazi kwa miaka 3. Kwa hiyo umeletea maendeleo makubwa sana kwenye kampuni yetu. Kwa nini usiwe CEO wa kampuni? Mzee akasema nashukuru sana mjomba kwa nafasi hii ambayo unataka kunipatia. Unajua Duke, wewe una nafasi kubwa sana kwenye hii kampuni. Kwa hiyo acha turuhusu mtu ambaye ni bora ashinde kuchukua hii nafasi. Basi binamu na Ike akasema kwamba sitakuangusha mjomba kama utanipa hii nafasi. Kama ilivyo ada, tunamwona Rose akiwa amempata mwenzake mhudumu akiwa anamuomba kwamba amsaidie tu kumshikia nafasi yake. Sasa bidada mwenzake anamwambia ina maana unataka kwenda kwa yule jamaa tena? Uliniambia kwamba umemalizana naye na umeachana naye, lakini bado unarudi tena. Rose akamwambia yule ni mtu bora sana, niamini kwamba sio mtu mbaya. Mhudumu mwenzake akamwambia hivi, Rose wewe una tatizo gani? Yaani yule mtu anakuchukulia kama takataka, lakini bado tu, yaani hivyo vipesa anavyokupa vidogo vidogo tu. Rose akamwambia huwezi kuelewa wewe, niamini kwamba huyu jamaa atakuja tu kubadilika na atakuja kunipenda mimi, kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Basi huyu mhudumu mwenzake
wake akamwambia kama uniamini sawa, ila sasa nenda, huyo jamaa akikufanya unalia usirudi tena hapa unatoa machozi unalia. Basi Rose na Ike walikuwa wanafanya yao ndani ya gari bwana. Ike na Rose wakawa wamemaliza yao kufanya pale. Ike akawa anamwambia kwamba wewe rudi nyumbani. Rose akamuuliza kwa nini? Ina maana unipeleki nyumbani? Mwamba akamwambia kuna kitu hapa nahitaji kufanya, kwa hiyo sasa nina haraka sana, nitakupigia simu. Rose akamwambia hata mara mwisho uliniambia utanipigia simu na kunipigia. Ike akamwambia kama ningekuwa sijakupigia simu ungefikaje hapa? Ike akamwambia basi kwa wakati mwingine tutaenda wote. Rose akamwambia niahidi. Ike akamwambia na kuahidi. Wakapigana busu pale, wakaagana pale. Basi Rose akawa anashuka kwenye gari. Upande wa pili tunamwona babake na Ike. Ike ndo alikuwa anarudi muda huo, akapita bila hata kumsalimia mzee wake. Mzee akawa anatingisha kichwa tu. Ike akamfuata mzee wake, oya mdinge, hivi unafikiria nini yani? Unafanya nini kunipinga yani? Unasimama kinyume changu. Najua kwamba leo ni mpwa wako, lakini kutarejea kwamba nishindane naye, hizo ni dharau mzee. Mzee akamwambia kama utaki sawa. Mzee akamwambia wewe unataka nishindane na mtu kwa kile ambacho ni haki yangu kupata? Hivi unajua nimefanya mengi sana kwa ajili ya hii kampuni, tena kwa bidii sana kila siku. Mzee akamwambia ndio, lakini kampuni ni ya kwangu na mimi ndo nachukua maamuzi. Unajua nini mzee, mimi sijaribu kushindana na huyo mvulana yani. Mimi nitaondoka na kila kitu, nitaacha kila kitu yani. Mzee akamwambia kweli unaweza kuondoka na kampuni kisha nitamkabidhia leo. Ike akamwambia mzee kwa hicho ndio anachosema? Mzee akamwambia huu sio uamuzi wangu, ni uamuzi wako. Ike akazama ndani. Mzee anacheka tu. Hii movie inarushwa kwenye channel moja hivi ya Lutikadili YouTube. Mida tunamwona Ike akiwa amebebelea begi lake. Mzee akamuuliza unaenda wapi? Ike akamwambia kwani wewe unajali nini kuhusu mimi? Naondoka mimi. Mzee akamuuliza kwa nini? Mzee akamwambia mzee huo ni ujinga. Mbona kama upo serious? Unanitazama nikifanya kazi bila kuchoka kwenye kampuni yako na una nia ya kunirithisha, afu unaniuliza kwa nini? Mzee akamwambia kwa sababu wewe ni mwanaume ambaye unatumia wanawake ovyo. Mzee akamwambia hiyo haina uhusiano wote na kazi, haiharibu kazi yangu, nafanya kazi kwa ubora kabisa. Mzee akamwambia nimekubali kuwa wewe ni bora, lakini tatizo ni kwamba ninakuangalia unamnunulia mwanamke kwa pesa $10,000. Mzee akamwambia hiyo ni pesa, ndiyo ni pesa yako, ila nina wasiwasi juu yako. Kweli ni kwamba siku moja unaweza ukapiga magoti kwa mwanamke na ukampata kampuni yani. Ike akamwambia hivi unahisi mzee ninaweza nikafanya kitu kama hicho? Mzee akamwambia mwanangu, haipiti hata siku moja bila kumleta mwanamke hapa nyumbani, masaa yote wanawake wanagonga hodi hapa. Ike akamwambia baba, sasa hii ni tabia ambayo inazidi kabisa. Nilikwambia kwamba nahitaji uhuru, nahitaji niwe na kwangu, ukaniambia kwamba niishi hapa na wewe, nisikwache peke yako. Nimejinyima furaha yangu kwa sababu yako mzee. Hii haihusiani na wewe kukaa hapa, hizi ni kasoro za tabia yako. Unadhani sijui kama pia ofisini unaleta wanawake? Ike akamwambia haya ni maisha yangu binafsi. Kwa maisha yangu binafsi na kazi ni vitu tofauti. Mzee akamwambia sawa, mwanaume asiweza kusimamia pesa siwezi kumkabidhi kampuni yangu. Basi Ike kwa jeuri yake akasema atajenga kampuni yake, afu akaondoka. Mida Ike yupo kwenye baa fulani hivi, yuko na mshikaji wake, anamwambia unahitaji utulie tu. Ike akamwambia usiniambie mimi nitulie yani. Yani anadhani anaweza kunidhibiti mimi yani. Mshikaji wake akamwambia babako anayo point yani. Yani kila siku unabadilisha tu wanawake tu. Ike akamwambia kwani wewe upo upande gani wewe? Mshikaji wake akamwambia nipo kwenye upande wa ukweli tu. Yani wewe mwanangu una wanawake 10 wanaokutumia kama mashine, ATM mashine yani. Mshikaji akamwambia sikia mwanangu, natoa pale napotaka kutoa tu. Mshikaji wake akamwambia acha nikwambie, kwa mtazamo mwingine mzee wako ana wasiwasi kwamba unatumia pesa vibaya na unaweza ukaifilisi kampuni yake. Oya, Ike akapita akamwona mtoto mzuri pale anapita, alidata akamwacha mshikaji wake, akawa anamsalimia yule mtoto mzuri kule, nimeweza kukuona hapa ukiwa unapita yani. Siku nyingine tu namwona baba yake Ike akiwa anamsubiri mwanae. Ike ndo akawa anaingia hapo. Ike alipofika pale bila salamu, baba unataka nini? Mzee akampa document. Ike akamwambia kweli baba unataka kunipa CEO? Mzee akamwambia kama ukitimiza masharti. Ike kwanza akaguna, yaani mzee unataka niweze kuishi miezi 3 bila mwanamke? Mzee akamwambia ndiyo, nataka uishi bila mwanamke. Iwapo utaweza kufanya vizuri na ukasubutu kuweza kuishi bila mwanamke ndani ya miezi 3 hiyo, kampuni yako. Mzee akamwambia acha nikuweke wazi, kwa hiyo unanipa masharti kupokea ulisi wangu kutoka kwako mzee? Mzee akamwambia hii ni kampuni yangu, hata mzee wangu mimi hakunipa kampuni yani. Basi akatokea mtoto mmoja hivi wa kike akamwita Ike, mimi ni Bibo. Basi yake akamwambia Bibo, how are you? Basi Bibo akasema huyu ni baba yako? Ike akamwacha baba yake hata hajamuaga, akawa anaondoka na Bibo pale. Kweli ni Bibo Korosho, unaiona? Basi kama kawaida akakutana na mshikaji wake bwana siku inayofuata. Mshikaji wake akamwambia Ike, unajua umefanya kazi kwenye kampuni ya baba yako kwa muda mrefu sana, kwa jasho, kwa damu, alafu mwisho wa siku unataka ku give up kwa kila yote. Kwani unataka kuachana na kampuni ya baba yako? Jamaa akasema mzee haoni umuhimu wangu, ngoja niende nikaanzishe kampuni yangu kama wewe leo. Mshikaji akamwambia
unasikia? Uhitaji asila. Kuanzisha kampuni sio rahisi. Ike akamwambia mbona wewe umeweza? Mshikaji wake akamwambia kwa kweli unahitaji rasilimali. Watu huwa mara nyingi sana hawezi kuja kukusaidia kuja kuanzisha kampuni ambayo unataka kama upo mikononi mwa baba yako pia. Nisikize mshikaji ninachokisema. Kubali tu pendekezo la baba yako ili uipate kampuni. Ike akamwambia kwa miezi mitatu mimi nikae bila wanawake siwezi mwanangu. Mshikaji wake akamwambia ni miezi mitatu tu. Unaweza kufanya? Ike akamwambia siwezi kabisa. Mshikaji wake akamwambia sawa. Vipi kama utakubali hilo pendekezo la mzee wako, afu utakuwa unafanya hayo mambo yako kwa kujificha tu. Lazima nikwambie mwanangu, lazima uwe mjanja. Basi Ike akakubali wazo la mshikaji wake. Hilo ni bonge la idea yani. Mshikaji wake akamwambia kwa hiyo ni juu yako mwanangu, akagonga cheers. Siku hiyo babake na Ike alikuwa akitazama TV. Ike akawa ameamua kurudi nyumbani sasa rasmi. Akamsalimia baba, habari za jioni. Babake umerudi? Ike akamwambia nimekuja kukubali hiyo challenge yako yani. Nimekubali kwamba nitakaa bila wanawake ndani ya miezi mitatu ili unipe huo ulisi wangu. Mzee akamwaliza una uhakika? Ike akasema ndio. Mzee akamwambia kaa hapo nipe sekunde 10. Mzee akamletea document akamwambia saini hapa. Ike akamuuliza ni saini? Mzee akamwambia ni kwamba ukishindwa utakuwa umepoteza kila kitu. Yaani kila kitu ambacho labda huenda ningetakiwa kukupatia. Ike akamwambia sasa hichi ni nini hichi? Kwa nini unafanya hivi mzee wangu? Mzee akamwambia ukiona vyema basi acha. Ike akamwambia nitakuonyesha kwamba mimi ni bora kuliko leo. Mzee akamwambia mimi sijasema kwamba leo ni bora kuliko wewe. Nimesema kwamba nitakupa kampuni iwapo kama utaweza kufanya hicho. Ike akaangusha saini. Mzee akamwambia sasa natumaini kuwa kesho nitamkuletea mlinzi. Ike akasema mlinzi tena? Mzee akamwambia ndio. Mzee akamwambia bodyguard atakuwa na wewe yani. Asubuhi na mapema katika jumba kubwa sana. House girl ambaye anafanya kazi katika nyumba hiyo ya kina Ike anaenda kufungua mlango. Anaingia mwanadada mmoja hivi akiwa amevalia mavazi meusi. Ike akasalimiwa pale. Habari za asubuhi bwana. Ike akasema bwana, unajua ninachostahili kwamba siamini kabisa yani mtu kama wewe. Bidada akasema jina langu naitwa Kiki. Mara ghafla mzee akaja. Habari za asubuhi Kiki. Begi lako liko wapi? Lipo nje hapa. Ike ikabidi amuulize baba huyu nani? Mzee akamwambia huyu ndo Kiki ambaye atakuwa bodyguard wako. Ike akasema huyu ndo bodyguard wangu? Mzee akamwambia huyu ndo bodyguard wako. Ike akawa anauliza mara mbili. Kiki akasema samahani bwana, mimi wewe nikachukua begi zangu nimeacha nje hapa. Ike akamwambia baba, unawezaje kumwajiri mwanamke kuwa mlinzi wangu? Mzee akamwambia mimi sioni kama kuna tatizo hapo kumwajiri Kiki. Ike akamwambia hilo ni tatizo ambalo unanitengenezea. Umemwona huyo mwanamke ni hatari sana huyo. Mzee akamwambia kama vipi, rudisha mkataba ambao umesaini. Sehemu ya kwanza tunaishia hapa. Kuna sehemu ya pili ya hii movie kwa sababu ni ndefu nimeikata. So suni tegemeeni kuona mwendelezo. Ikiwa ni mara kwa kwanza unaangalia Mwamvu TV, subscribe, share, like pamoja na kucomment. Na ikiwa wewe ni fans shabiki yangu long time tuko bega kwa bega, basi usisahau kucomment, kulike pamoja na kushare. Asante na chao.